CWT, wajibu na haki. Nilivyoona kwamba ni kikao kinachohusu walimu wenye ulemavu, lakini pia walimu wanawake, pamoja na ratiba kuwa imebana, nikasema siwezi kuacha hii. Kiukweli niliguswa na nilitaka kujua nini kinaendelea huku. Kwa hiyo nikasema pamoja na ratiba kubana, nitakimbia nikutane nao niwasikilize, alafu mambo mengine yataendelea. Nawashukuru sana. Vile vile ninawapongeza kwa dhati waandaaji wote wa tukio hili kwa maandalizi mazuri na ya kina yaliyowezesha kufanyika kwa kikao hiki chenye umuhimu mkubwa katika kuimarisha ustawi, haki na maendeleo ya walimu wenye ulemavu na walimu wanawake nchini. Hongereni sana. Ndugu wajumbe na washiriki wa kikao, nimeelezwa kuwa kikao hiki kimepangwa kutekeleza shughuli mbalimbali zikiwemo kupokea, kujadili na kupitisha taarifa ya kazi za chama na idara zake kwa kipindi cha Januari hadi Disemba 2025, kuendesha mafunzo ya kuwajengea uwezo wa wawakilishi wa walimu wenye ulemavu na walimu wanawake kutoka mikoa yote ya Tanzania bara, pamoja na kujadili na kupitisha mpango kazi wa utekelezaji na matumizi ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2026. Shughuli hizi ni msingi muhimu katika kuimarisha utendaji wa chama na kuhakikisha masuala yanayowahusu walimu yanashughulikiwa kwa ufanisi. Ndugu wajumbe na washiriki wa kikao, aidha nawapongeza kwa dhati kwa mafanikio yaliyopatikana kama yalivyobainishwa katika risala na salamu zilizowasilishwa na Rais wa Chama cha Walimu Tanzania. Miongoni mwa mafanikio hayo ni pamoja na kuendelea kuwaunganisha walimu nchini, wakiwemo walimu wenye ulemavu, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa karibu na serikali, taasisi na mashirika mbalimbali yanayojishughulisha na masuala ya watu wenye ulemavu na walimu wanawake. Na hapa napo niseme hongera sana mwenyekiti Rais kwa mafanikio haya. Ndugu wajumbe na washiriki wa kikao, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, nimesikia kuwepo kwa changamoto mbalimbali zinazowaathiri walimu katika utekelezaji wa majukumu yao. Miongoni mwa changamoto hizo ni upungufu wa nyumba za walimu, hali inayowalazimu walimu wengi, hasa walimu wenye ulemavu, kutembea umbali mrefu kufika na kutoka maeneo yao ya kazi. Upungufu wa vitendea kazi pamoja na vifaa saidizi kwa wanafunzi na walimu wenye ulemavu, pamoja na ukosefu wa mafunzo ya mara kwa mara kwa walimu wanaofundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum, jambo linalowafanya kushindwa kuendana ipasavyo na mabadiliko ya mtaala wa elimu. Ndugu wajumbe na washiriki wa kikao, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanya mambo makubwa katika kuondoa vikwazo vya kimfumo na kimuundo katika kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi na walimu wote wakiwemo wenye ulemavu. Baadhi yake ni kama ifuatavyo: kujenga shule mpya zikiwemo maalum kwa wasichana 26 na moja kwa kila mkoa, kutoa kipaumbele kwa wanafunzi wa kike katika ufadhili wa masomo ya shahada ya awali kupitia Samia Scholarship, kutoa mafunzo ya elimu maalum na jumuishi kwa walimu na wadau wapatao 21,898 nchini kote kwa kipindi cha mwaka 2024-2025 ili kuboresha utoaji wa elimu kwa wanafunzi na walimu wenye mahitaji maalum katika ngazi zote za elimu nchini, yakiwemo mafunzo ya sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mtaala ulioboreshwa, mafunzo ya tehama na matumizi ya vifaa saidizi vya kidijiti kwa walimu 600 wenye ulemavu mbalimbali, kujenga mabweni, madarasa, vyoo na mabwalo kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu kwa ajili ya wanafunzi na walimu wenye mahitaji maalum,
kutenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 13 katika mwaka wa fedha 2024/2025 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za walimu 255 nchini. Kati ya hizo 61 zimekamilika na 194 ziko katika hatua mbalimbali za ujenzi. Kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kiasi cha shilingi bilioni 8.2 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba mpya 144. 6. Kujenga shule jumuishi za mfano za Lubuledi Masasi, Patandi Arusha, na kwa sasa inakamilisha ujenzi wa shule ya Mbuye iliyoko Chato Geita ili kuongeza fursa ya upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. 7. Kutoa ufadhili wa masomo katika ngazi ya diploma kwa walimu 2000 wa elimu maalum. Hatua hii inalenga kuongeza idadi ya walimu na kuboresha uwiano wa mwalimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Lakini 8. Kuongeza idadi ya vyuo vikuu vyenye miundombinu rafiki ya kudahili wanafunzi wenye mahitaji maalum kutoka chuo kimoja hadi kufikia vyuo 20, pamoja na kuongeza vyuo vya walimu wa elimu maalum na jumuishi kutoka chuo kimoja hadi vitatu ambavyo ni Patandi, Mpwapwa na Kabanga. Aidha, kutokana na ongezeko la vyuo hivyo, idadi ya walimu wahitimu imeongezeka kutoka walimu 403 kwa mwaka wa masomo 2023/2024 hadi walimu 1212 kuhitimu mwaka wa masomo 2024/2025, sawa na ongezeko la 75%. 9. Kuendelea kutekeleza sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 pamoja na mtaala wa elimu ulioboreshwa wa mwaka 2023 kwa kuyafanya masomo ya elimu jumuishi na lugha ya alama ya Tanzania kuwa ya lazima kwa walimu wote tarajani. Kutoa vifaa kwa ajili ya mahitaji ya wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa shilingi bilioni 10 katika mwaka wa fedha 2024/2025. Na aidha, serikali katika mwaka wa fedha 2025/2026 imenunua na kusambaza vifaa maalum vya kielimu vya kidijitali na saidizi kwa ajili ya walimu na wakufunzi na walimu tarajali wenye ulemavu. Jumla ya walimu wenye ulemavu 1055 wamepata vifaa hivyo vyenye thamani ya bilioni 5.3 wa shule za msingi, sekondari na vyuo vya ualimu nchini. Vifaa hivi vimegawiwa ndani ya siku 100 baada ya kuapishwa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kushika hatamu ya kuongoza serikali ya awamu ya 6 kipindi cha pili. Ndugu wajumbe na washiriki wa kikao, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuchapa na kusambaza vitabu vya braille na maandishi yaliyokuzwa kwa ajili ya wanafunzi wasioona na wenye uoni hafifu wa shule za msingi na sekondari. Kuondoa vikwazo vya kimuundo na kimfumo kupitia mwongozo ulioandaliwa ambao umeweka viwango vya ubora na kubainisha majukumu ya wadau ili kuhakikisha wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata elimu bora na yenye usawa. Na 3, kuendelea kutenga bajeti kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa nyumba za walimu wote wakiwemo wenye ulemavu. 4, kununua vitendea kazi pamoja na utoaji wa elimu kuhusu mwongozo wa utoaji wa huduma kwa watumishi wenye ulemavu. Aidha, napenda kuwaasa walimu wote nchini wakiwemo wenye ulemavu na walimu wanawake kuendelea kufanya kazi kwa bidii na maarifa ili kutekeleza kwa vitendo dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kuwaletea maendeleo wananchi. Vile napenda kusisitiza umuhimu wa kuendelea kuyapa kipaumbele makundi mbalimbali ya walimu
ndani ya Chama cha Walimu Tanzania, yakiwemo kundi la walimu wanawake, walimu vijana na walimu wenye ulemavu, ili kuimarisha umoja wenu kwa maslahi mapana ya sekta ya elimu nchini. Na kwa picha ya leo tu ambayo nimeiona hapa, nimeona kwamba mshikamano wa makundi haya upo, na hivyo sina shaka, naamini kwamba mshikamano huu utaendelea kwa faida yenu walimu, lakini kwa faida pia ya wanafunzi wetu. Na nichukue fursa hii kumpongeza sana Rais wa Chama cha Walimu Tanzania kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Sasa kabla sijahitimisha, nitaka kusema tu, kutokana na muda, Rais wa chama hakupata kuzungumzia yale yote ambayo alipanga kuzungumza, lakini niwaambie kwamba mimi nitakuwa pamoja na walimu wa nchi. Na naomba niwe msemaji wenu mkuu wa ishu ambazo zinawagusa walimu na changamoto ambazo zinawagusa walimu. Na kwa nafasi yangu nitafanya kazi hiyo kwa moyo wa dhati kabisa, kwa sababu nafahamu mara nyingi walimu wamekuwa wakivunjwa moyo, lakini mimi naomba niwatie moyo, mfanye kazi zenu kwa weledi, mfanye kazi zenu kwa moyo mmoja. Ninyi ni tegemezi wa taifa hili, kama kwenye wimbo wenu mmoja ambao mlikuwa mnaimba hapa nimesikia. Na nitatafuta siku maalum ambayo mtakuja mtanifundisha hizi nyimbo zenu. Maana mna wimbo vizuri, lakini ndani yake mna ka message ambapo kanagusa moyo. Kwa hiyo niwatie moyo, mfanye kazi zenu kwa moyo mmoja, na mimi hapa nipo nyuma yenu kuwatetea. Lakini pia niseme kwamba yale yote yaliyosemwa kwenye risala ya mwanzo, lakini yale ambayo amesema rais hapa, niseme nimeyachukua na naenda kuyafanyia kazi. Kiukweli mimi mwenyewe naguswa na kazi za walimu, na sasa hivi nadhani nishakuwa mwalimu kinadharia. Mnafanya kazi nzuri sana na ya kujitolea kiukweli, na ndio maana mnaona kuna changamoto ambazo mnahisi sio haki kuwa na hizi changamoto kutokana na zile kazi ambazo mnafanya, na mimi naungana na nyinyi kwamba zile changamoto tutaenda kuzitatua ili sasa tuweke mambo ya walimu yawe sawa kama watumishi wengine. Lakini pia nimalizie hotuba yangu kwa kuwashukuru tena kwa mara nyingine kwa kunialika kwa mgeni rasmi. Nawatakia ushiriki mwema na wenye tija katika kikao na mafunzo yatakayofanyika. Sasa natamka rasmi kwa kikao na mafunzo ya wawakilishi wa walimu wenye ulemavu na walimu wanawake kutoka mikoa yote ya Tanzania bara yamefunguliwa rasmi, na Mungu awatangulie katika mipango yenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Walimu tusonge mbele.